kulisimama. Alafu kuna kitu cha pili ambacho watu wanalalamikiwa kwamba wanaamini kwamba kitakuwa kinafanyika sana mtaani. Bajaji na bodaboda, ulikuwa huko. Uliwezaje kuescape swala la kupata mpenzi mpya kila siku? Naam, lakini naona fikiri nijibu ni lile kwamba hivi ukiwa una hesabu zako, ukiwa na malengo yako, unatamani nawe uje ufike sehemu fulani. Kuna baadhi ya vitu kama hivyo inabidi tu uvibalance. Kwa mfano kwamba kuwa na mwanamke au kuwa na mpenzi ni lazima kwa sababu mwili una mahitaji. Lakini ili kufikia hesabu zako ni lazima utafute namna nzuri ambao utatumia mwili wako, wakati huo utaharibu hesabu zako, utaharibu malengo yako. Lakini utafanyaje? Mimi niliona nitulie na mwanamke mmoja ambaye nilijua ni mwanamke ambaye ni wa ndoto zangu, afisha zangu, nilitulia naye. Makofi kwa wanawake ambao hawakumnyosha huyu jamaa mpaka sasa hivi yuko hapa. Mimi kwanza nimekuwa impressed kwamba ulikuwa bodaboda, ulikuwa bajaji, sasa hivi umefika mpaka hapa ulipo. Una mtu yote wa kumshukuru? Nimshukuru mkubwa ni mwanamke wangu, kwa sababu tunarudi pale kwamba sehemu kubwa ya sisi vijana ila zetu tunapoishia ni okay. Na wanawake wanalijua hilo. Kwa hiyo shukrani zangu kubwa ziende kwake, kwa sababu alikuwa anatambua yale maelezo nilikuwa namueleza, alikuwa anatambua nia yangu, alikuwa anatambua malengo yangu ni nini. Kwa alikuwa ana balance hata kwenye matumizi na nini, na ndio maana nimefika hivi. Lakini wanawake mmekuwa mkitukano mtandaoni, kumbe inawezekana mkashukuliwa na mtu kama huyu. Huyu bwana mpenzi wako ulikutana ukiwa unafanya kazi gani? Mimi niko kwenye urembo, biashara ya chini kabisa. Na akakuelewa? Anielewa. Mpaka sasa hivi anashikilia. Mpaka sasa hivi nipo naye. Kumbe inawezekana as a partnership.